إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أحباء الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين. Vipenzi vyangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma nyingi na amani kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, napenda kuwahusia na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu fi dunia wal akhirah wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusiana na wale ambao Allah anawapenda zaidi. Waumini wote wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anawapenda waumini sana, na hii tunapata kutokana na ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayhi mimma aftaradtu alayhi, na hatojikurubisha zaidi mja wangu kwangu mimi kwa kitu ambacho nakipenda zaidi kuliko yale mambo ya faradhi ambayo nimemfaradhia yeye. Kwa hivyo tunapotekeleza swala, ibada za faradhi, tunapotekeleza swala, tunapotekeleza saum ya mwezi mtukufu Ramadhan, tunapotekeleza zile zaka ambazo ni wajibu kwetu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda sana. Kwa hivyo kila mwenye ambaye anatekeleza jukumu la swala kila siku anapendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna wale ambao Allah anawapenda zaidi kutokana na zile amali ambazo zinatofautiana. Kuna amali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala, wewe Muislamu ukizifanya, basi mapenzi ya Allah zaidi utayapata. Na hapa kwanza ningelipenda tuangalie ile aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza katika suratul Maida ya pili. Anasema, wataawanu 'alal birri wattaqwa wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan, saidianeni katika mambo mema, saidianeni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, saidianeni katika mambo ambayo yatawafanya nyinyi muzidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan, wala msisaidiane katika mambo ya madhambi au kufanyiana uadui kati yenu. Haya ni mambo ambayo Allah ameyakataza. Kwa hivyo kusaidiana, tunatakiwa tusaidiane katika mambo mema. Katika kusaidiana huku ndipo Allah subhanahu wa ta'ala tutayapata yale mapenzi yake. Na hadithi ambayo ningelipenda kuiangazia, hadithi ya kwanza ni kutoka ambayo katika Tabari
ambayo imepokewa na Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ahabbu nnas ila Allah, watu wanaopendeza zaidi, wanaopendwa zaidi na Allah, anfa'uhum linnas, ni wale watu ambao wanawanufaisha watu wengine. Wanaopendwa zaidi na Allah ni wale wanaowanufaisha watu wengine. Watu wengine wanapata manufaa kutokana na hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda zaidi. Kisha akasema, wa ahabbul a'mali ila Allah, na amali inaopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslim, ni furaha unaomuingiza au unaoingiza katika moyo wa Muislamu, ukamfanyia jambo ambalo yeye litampa furaha, ukamfanyia jambo ambalo yeye atapata faraja kutoka kwako, atakushukuru kutokana na lile jambo. Ikiwa ni mtu alikuwa ana dhiki akapata nafuu kutokana na wewe ndugu yangu kumsaidia, itakuwa umempatia furaha, na hayo ndiyo mapenzi makubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea, au takshifu anhu kurba, au muondoshee Muislamu mmoja katika matatizo yake. Wakati unapomtia furaha Muislamu mwenzako, hilo jambo Allah analipenda zaidi. Kisha akasema, au ukimuondoshea moja katika matatizo alionayo, pia itakuwa wewe ni katika mapenzi makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au taqdi anhu dainan, au msaidie katika kulipa deni lake. Huenda Muislamu akalemewa na madeni, ni mtu yuwafanya kazi kwa bidii, si mvivu, si mlegevu, si mzembe, lakini ile lukma anayoipata, mshahara anaoupata haumtoshelezi kukidhi mambo yake. Ana watoto anafundisha, ana nyumba anakodisha, ana kila siku ana usafiri anakwenda, ana mabili za hospitali, akalemewa na ule mshahara wake, ikabidi kutokana na ile hali aliyoko nayo akaenda akakopesha kwa ndugu yake Muislamu. Ima huenda akakopesha pesa, au akaenda kwa duka la ndugu yake Muislamu akakopesha, au akakopesha kivyovyote, lakini ikawa ana deni limemsimamia yeye. Basi ndugu yangu Muislamu, ukasimama ukajitolea kwenda kumkidhia hii haja, ukamlipia lile deni lake, basi hayo pia ni katika mapenzi makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au tatrudu anhu ju'an, ukamfukuzia, ukamuondoshea njaa, ukamstiri ndugu yako Muislamu. Hali yake ikawa ni nzito, hana pesa za kutosha, chakula hakimtoshi yeye na familia yake. Mashallah, Allah amemruzuku watoto, amemruzuku kila mke mzuri, lakini ikawa chakula, upande wa chakula ni mtihani. Riziki yake anaopata kila siku haimtoshelezi. Basi ndugu yangu, wewe ukasimama, ima ukampelekea chakula au ukamnunulia pengine kigunia cha mchele cha kilo 20, ndugu yangu jistiri na hichi, itakuwa wewe umeyapata yale mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia katika hili jambo la kukidhia watu haja, kwenda kuwatatulia watu matatizo yao, kuwasaidia katika kuondoshea mazito. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea katika hadithi yake akasema, wa li an amshi ma'a akhi li fi haja, ili nitoke mimi, nitoke nilipo, nitembee na ndugu yangu, niende lengo ni kumtatulia tu tatizo lake. Hakuna kitu kingine kimenitoa
isipokuwa ni kutoka na yeye niende nikamsaidie katika kutatua tatizo lake. Ahabbu ilayya, hili nalipenda zaidi, min an a'takifa fi hadha almasjid, nalipenda zaidi jambo hili la kutoka kusaidia Waislamu, la kuondoshia watu dhiki zao na kuwasaidia katika kuondoshia mazito, nalipenda kuliko mimi kuketi katika huu msikiti wangu ambao alikuwa akikusudia Masjidun Nabawi. Na tunajua i'tikafu katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam una daraja kubwa kuliko misikiti mingine, lakini akasema mimi ni afadhali nitoke nikamsaidia ndugu yangu Muislamu kuliko kuketi i'tikafu msikitini. I'tikafu ni moja katika ibada kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezisifu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliipenda ibada hii ya i'tikafu, hakuiwacha kabisa mpaka kufa kwake, kuondoka kwake kwenye dunia. Aliipenda sana i'tikafu na alikuwa akiipenda i'tikafu, na mpaka maswahaba zake walikuwa pia wakiketi i'tikafu. Baadhi yao kama kina Umar bin al-Khattab, kina Sidna Abu Bakar, kina Ibn Mas'ud walikuwa wakimwomba ruhusa, ya Rasulullah tunataka kuketi i'tikafu, akiwaruhusu ketini i'tikafu, na wakiketi wakiipenda ibada i'tikafu. Kwa sababu katika ibada ya i'tikafu kuna mambo mengi unayoyapata, imekusanya mambo mengi ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mtu anapoketi i'tikafu katika msikitini bila ya kufanya lolote, tayari thawabu zinaanza kumiminika. Wewe umeketi tu ndani ya msikiti, imma unasubiri swala au umeketi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu zinaanza kumiminika. Na ndani yake ukiongeza mambo mengine, ukiongeza swala za sunna, ukiongeza kusoma Qur'ani, ukiongeza kuleta adhkar, ukiongeza kusoma dua, ndugu yangu, thawabu ngapi unazipata unapoketi katika i'tikafu? Lakini akasema hilo kwangu si zito kama kutoka niende nikamsaidie ndugu yangu Muislamu. Anapata thawabu nyingi, anapata khairati nyingi. Ukiketi ukimtaja Allah msikitini unapata thawabu nyingi, ambapo hili ni jambo Allah amekwambia fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jipendekeze unapopata faragha, keti umtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab, na kwa Mola wako jipendekeze sana, mtaje sana ili upate radhi zake. Lakini akasema la, hili kwa kwenda kumsaidia ndugu yangu Muislamu ni zito kuliko kuketi mimi, kwa sababu unapomsaidia ndugu yako Muislamu manufaa wewe unapata na ndugu yako anapata. Lakini unapoketi msikitini ukafanya i'tikafu, malipo ni yako peke yako, hakuna ndugu yako Muislamu anapata. Kwa hivyo hili jambo la mtu kusimama kuwasaidia ndugu zake Waislamu ni bora na linapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo mapenzi ya Allah yakawa makubwa zaidi kwa mtu ambaye anasimama katika kuwakidhia haja ndugu zake Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea katika hadithi yake akasema, wa mamasha ma akhihi fi haja, na yoyote mwenye kutoka nyumbani kwake au popote alipo akatembea na ndugu yake, lengo ni kwenda kumkidhia haja yake, ende akamsaidie kwa njia fulani, akamuondoshee tatizo fulani, au akampatie faraja fulani, hata athbatahu la, mpaka kule anakokwenda akamuondoshea, akafanikiwa kumuondoshea lile tatizo, akafanikiwa kumuondoshea lile dhiki iliyokuwa ikimzonga. Akasema athbata Allahu azza wa jalla qadamahu ala sirat, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakwenda kumpatia nguvu na kumpatia taufiki miguu yake wakati itakapopita juu ya sirat. Sirat ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameizungumza, hii ni barabara ambayo
viumbe vyote, majini na watu, siku ya kiyama wataipita, kila mmoja wetu ataipita. Wa in minkum illa wariduha, hakuna ambaye hatoipita hii barabara. Anasema ni barabara, njia sirat, ni njia inayopita juu ya Jahannam. Hata wale waumini wote mpaka mitume wote hawatoingia peponi mpaka wapite kwanza juu ya sirat. Sirat iko juu ya Jahannam, imepita katikati ya Jahannam. Na hapa pana malaika wakali shadid, wakali kweli kweli. Kila anayepita anarushiwa ndoano. Kuna ndoano za vyuma kubwa unarushiwa ukipita katika hii sirat. Hii sirat ni nyembamba kuliko uzi, na ni sharp, iko very sharp kuliko upanga. Na kupita pale ni miaka, sio dakika moja, sio siku moja, ni miaka. Kukumbuke Jahannam iliwashwa moto miaka 1000. Jahannam bado inawashwa moto. Sasa fikiria ukubwa wa moto wa Jahannam ni mkubwa kiasi gani. Wewe mpaka uvuke moto wa Jahannam utatakiwa uvuke distance gani, ambao ni miaka zaidi ya 1000 unavuka ile daraja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anatueleza hapa kuhusiana na sirat. Watu watapita juu ya sirat kulingana na amali zao. Kila mtu anapozidi kuwa na dhambi, amebeba dhambi katika mwili wake, ndipo inakuwa uzito kupita katika ile sirat. Kila mtu inapokuwa dhambi zake ni hafifu, ni mtu ambaye hakuifanya dhambi nyingi, alijitahidi aepukane na dhambi, ni mtu atapita haraka sana. Ndipo pale ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuna watu watapita sirat kama umeme, yani kufumba na kufumbua wako upande wa pili. Mitume hawa kufumba na kufumbua yuko upande wa pili, yani anapopita ile speed ni speed, yani kufumba na kufumbua amecover distance more than 1000 years. Hawatopata shida mitume, na yeye ndio anasema mtu wa kwanza atakayevuka sirat ni yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati atakapofika kule upande wa pili, atakataa kuingia peponi, atageuka auangalie kila mtu wake katika umma wake. Sisi tunapopita kila mmoja Allahumma sallim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba Allahumma sallim, Allahumma sallim, yani mvukisha salama ya Rabbi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi yake kwetu sisi anakataa kuingia peponi, anasema mpaka umma wangu wote wavuke hii sirat. Malaika wanavuta, kuna watu watakuwa wanatambaa kwenye ile sirat, na kila wakitambaa wanararuliwa matumbo na kutolewa na ninginia katika moto wa Jahannam. Kuna watu watakuwa hata kutambaa wanashindwa, wanajaribu kukimbia lakini hawawezi. Hawa ni mijitu ambayo waliishi duniani ovyo katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule mwenye kutoka akaenda akamsaidia ndugu yake katika kumuondoshia dhiki au katika kumuondoshia mazito au katika kumpatia faraja fulani, atavuka kwenye sirat wepesi sana. Yauma tazillu fihi al-aqdam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku hiyo watu wengi watateleza kwenye sirat, wataanguka. Na ukianguka motoni, ukianguka ndani ya Jahannam. Kwa hivyo ukitaka kuvuka kwenye sirat vizuri, toka. Hata kama ulikuwa na shughuli gani nyumbani kwako, ndugu yako amekuja umsaidie, simama, toka. Malipo yake utakuja kuyaona kule. Katika hadithi nyingine ambao tunaweza kuiangalia, ambao hii ni katika Sahih Bukhari, ambao imepokewa kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu,
Abi Huraira anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea katika kuwakidhia watu haja zao, katika kuwasaidia watu kuondoshia faraja. Anasema as-sa'i ala al-armala wal miskin. As-sa'i, mwenye kwenda mbio kujisumbua akamwangalia mtu mjane, mwanamke mjane, wal miskin, na akawa yeye mbio zake anakwenda katika kuangalia watu maskini. Kuna watu wamefungua mpaka organization. Utaona hizi ni za kuangalia mayatima, hizi ni za kuangalia wajane, hizi ni za kuangalia maskini. Utasikia mambo ya empowerment, mambo ya poverty eradication, mambo mengi. Watu wamefungua mpaka organization. Lakini utakuja kuona nyingi katika hizi za maslahi. Ni wachache wanaofanya ile kazi ambayo wamevumbua zile organization zao. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote mwenye kutoka au kwenda mbio kwa ajili ya kumwangalia mjane na mtu maskini, dhaifu, fakiri, akawa anamwangalia haja zake. Maskini yuamsaidia katika kulipa fees, yuamsaidia katika mambo ya hospitali, yuamsaidia katika kulipa kodi ya nyumba, yuamsaidia katika chakula. Pengine kila mwezi anampelekea kigunia cha kilo 20, ukawa unapeleka pale. Anasema kalmujahid fi sabilillah. Huyu daraja yake na malipo yake ni kama mtu sawa na yule aliyetoka kwenda kupigana jihadi, au kalqaim alladhi la yaftur, au ni mtu ambaye yuasimama usiku kucha akiswali swalatu tahajjud bila ya kuchoka wala bila ya kudhoofika. Yani ni mtu yuendelea usiku na usiku na usiku. Ukimalizika usiku wa leo, kesho anaamka anaswali. Kila usiku unapokuja yeye anainuka anaswali swalatu tahajjud usiku mzima. Waswaim alladhi la yuftir, na mwenye kufunga ambaye hafungui, yani yeye siku zote kwa katika swaumu. Hebu yapime haya ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyalinganisha na mtu mwenye kusimama kumwangalia mjane. Wengi katika sisi, na utaangalia hii ni hali, wengi wanawake waliofiliwa na waume zao, wajane wengi wametupwa, hawashughulikiwi, wameachwa. Mpaka wengine astaghfirullah, wao wanatumia miili yao katika kupata chakula, hawana njia, wana struggle. Ni sisi ndugu zao Waislamu tumewatupa, wajane wametupwa. Ukiangalia hali wanazopitia, ndugu yangu Muislamu, utasikitika. Wajane wanapofiliwa na waume zao, wanaachwa na watoto, kila mmoja anaangalia shughuli zake, anasema that is none of my business. Is it none of your business? Yo ndugu yangu Muislamu, mjane ana watoto, kisha wewe unamtupa, unasema haikuhusu. Ndugu yangu Muislamu, turudini nyuma. Maskini wanatuhitaji, wajane wanatuhitaji. Wajane hawana njia, maskini hawana mbele, hawana nyuma, hawana watoto wamewaketia. Yule aliyekuwa akiwalipia kodi, akiwalipia chakula, akiwalifanyia mambo yote, ameondoka. Mbona sisi Waislamu hatuchukui nafasi kama hiyo? Mbona tunawadhalilisha wajane? Kisha mjane anaposhindwa na ile hali yake, akatoka akaenda akauza mwili wake, sisi humsema na humsimanga na humsengenya na humtukana. Na ndugu zangu, ni haki hii? Ni haki tunawafanyia wajane na maskini? Wallahi si haki. Wewe unakula kwako, unakula kwa raha mstarehe, alhamdulillah, una kila kitu.
basi kutoka japo kumwangalia mjane mmoja, ukamwangalia nani ukamsaidia, utahasirika wapi? Tumewatupa wajane ndugu zangu, na kuna ndugu zetu wengi Waislamu madhaifu. Sisi tunajua, hata jirani yako kumwangalia hapo unawajua wote wale ambao ni madhaifu. Ushawahi japo siku moja ukamnunulia kilo ya nyama, basi leo jifurahisheni? Ushawahi japo siku moja akaambia leo chakula cha siku nzima nyote njoni muleni kwangu? Tuko wapi sisi? Tuna ubinafsi mwingi, very selfish, self-centered, egocentric. Tutapata wapi fadhila za Allah ikiwa mambo yetu ni haya? Tutapata wapi mapenzi ya Allah ikiwa sisi hatuwapendi ndugu zetu Waislamu, hatuwafanyii mema ndugu zetu Waislamu? Hao mapenzi yatatoka wapi? Kwa hivyo hapa tunamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili la kumwangalia mjane na maskini akalifanya ni zito. Uzito wake ni kama mtu aliyetoka kwenda kupigana jihad kwa njia ya Mwenyezi Mungu, au yule mwenye kuswali tahajjud kila siku usiku mzima bila kuchoka na kufunga mchana. Inapofika mchana yuwafunga, inapofika usiku yuwaswali tahajjud usiku mzima. Nani katika sisi yuwafanya hivyo? Nani yuwafanya hivyo kila siku? Usiku mzima tahajjud, mchana funga, siku nzima tahajjud, ikija siku ya pili hivyo. Nani yuwafanya hivyo? Twaweza sisi? Ramadhani hutushinda tarawehe na itikafu na siku 10 hutushinda. Tutaweza haya sisi? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa wal barur rahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ndugu zangu Waislamu, tuishi katika huu ulimwengu, tuendeni mbio katika kuyatafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutafuteni radhi za Allah, fanyeni mambo ambayo tutayapata mapenzi ya Allah zaidi, kama vile alivyotutajia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii inataka sacrifice, mpaka ndugu yangu Muislamu ujisacrifice. Kuna mambo mpaka ujinyime, ndipo utapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Japokuwa wewe ni muhitaji, lakini ndipo utapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله قوموا لصلاتكم.